Safari ya Mheshimiwa Rose Vincent Busiga, sauti ya Geita. Katika jua la asubuhi lililochomoza kwa matumaini ndani ya ardhi yenye madini lakini pia changamoto lukuki, alisimama dada mmoja jasiri wa fikra na imani, mwenye moyo wa uzalendo uliopambwa na huruma kwa watu wake. Huyu si mwingine bali ni Mheshimiwa Rose Vincent Busiga, mbunge wa viti maalum mkoa wa Geita kwa kipindi cha mwaka 2020-2025. Safari yake haikuwa ya makaratasi tu, bali ni hadithi ya damu, jasho na nia ya kweli. Kama msemo wa Kiswahili usemavyo, samaki mkunje angali mbichi, ndivyo alivyoamua kukabiliana na changamoto za wananchi wa Geita kwa kasi, maarifa na moyo wa utumishi usiochoka. Kilio cha wananchi, sauti yake ikasikika. Kama mhubiri msikitini na padri mimbari, ndivyo alivyokuwa Mheshimiwa Busiga ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alisimama kuzungumza si kwa sauti tu, bali kwa uchungu na uzito wa matatizo ya watu wake. Alizisemea sekta kuu 4 zilizoonekana kugubikwa na changamoto: afya, elimu, maji na miundombinu ya barabara. Katika sekta ya afya, alitoa sauti kwa niaba ya zahanati zisizo na dawa, vituo vya afya visivyo na wahudumu wa kutosha na hospitali zisizo na vifaa. Mheshimiwa Spika, narudi kwenye afya. Kule kwetu Geita tuna hospitali ya Chato ya kanda. Ukifika pale ni kama umefika Dar es Salaam ndogo, Mheshimiwa Spika. Lakini watumishi, na kuomba Kairuki utupe watumishi. Hospitali ile tulikuwa tunaenda Mwanza, sasa hivi tutakuwa tunaishia Chato. Mheshimiwa Spika, vile kuna vituo vya afya. Hivyo na vyenyewe wananchi walijichangisha fedha zao za mifukoni mwao. Lakini mpaka sasa hivi vituo vya afya vile vipo. Kwa ridhaa yako Mheshimiwa Spika, nitaje hata 3-4 ili ujue kwamba ninavijua. Kituo cha afya cha kwanza kuna Bulela, kuna Chikobe, kuna Ngomolwa, kuna Kafita, kuna Nyijondo. Mheshimiwa Spika, ninakuomba sana kwa ridhaa yako, dada yangu Kairuki, ufike kwenye vituo vya afya na fedha ambazo zimetengwa kati ya hivi vituo nilivyovitaja na vinginevyo, uone hata ukinisaidia 2-3, Mheshimiwa Waziri. Katika elimu, alililia mabweni, madarasa na mazingira bora kwa wanafunzi hasa wa kike. Sisi watendaji wa kata tulikuwa tunapita tunachangisha michango ya madarasa. Mheshimiwa Spika, rais huyu aliweza kutoa fedha za madarasa 23,000. Mheshimiwa Spika, watendaji wamefanya kazi katika mazingira mazuri, hata likizo walipata. Walikuwa hawapati likizo kwa sababu ya kwenda kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi wa madarasa. Mheshimiwa Spika, ninamshukuru sana rais wangu kwa namna ambavyo anaendelea kuona sekta ya elimu hii. Lakini niombe waziri wangu Kairuki, ninakuomba sana, kuna madarasa ambayo wananchi wamejenga kwa fedha zao za mfukoni. Ninakuomba sana, kwenye bajeti hii tunaomba maboma ambayo yako hatua ya upauaji, serikali muweze kutenga fedha ili muweze kwenda kuzichukua zile nguvu za wananchi, waamini serikali yao iko kazini. Maji, alizungumzia vijiji vinavyoamka na kulala na ndoo kichwani, na katika barabara alisimama kuomba fedha za kujenga barabara zilizonyeshewa na mvua zikayeyuka kama chumvi majini.
historia iliyoandikwa, watendaji wa kata wakaanza kutabasamu. Wakati wengine wakiandika historia kwenye vitabu, yeye alichora kwenye mioyo ya watumishi wa serikali za mitaa. Kwa jitihada na msukumo wake, watendaji wa kata mkoani Geita walipatiwa pikipiki, si tu kama chombo cha usafiri, bali kama chombo cha heshima na kazi. Na sio hilo tu, alisimama pia kuwapigania wapate mapumziko ya kisheria, kwani hata jemedari anahitaji kupumzika kabla ya vita ijayo. Ninaishukuru sana serikali yangu. Ninaishukuru sana serikali yangu kwa namna ambavyo imetambua mchango wa mtendaji wa kata katika kata zao nchi nzima. Serikali hii ya awamu ya 6 sio ya mchezo. Inaenda na vitendo. Lakini pia Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimshukuru sana dada yangu Angelina Kairuki. Hana muda mrefu, kama ni miezi 4-3 hivi, lakini nikupongeze sana mbele ya Makamu wa Rais kwa namna ambavyo umeweza kusimamia hata kufikisha ndoto za watendaji wa kata. Binafsi nakushukuru sana dada yangu Angelina Kairuki. Watendaji wa kata wanafanya kazi katika mazingira magumu pamoja na watendaji wa vijiji. Nipende tu kurejea, mtendaji wa kata kazi yake kubwa ni msimamizi wa maendeleo katika kata yake. Mwanamke, taifa na jamii, taulo kwa wanafunzi, vifaa kwa UWT. Kama mama anayejua uchungu wa binti, Mheshimiwa Busiga hakuishia kwenye mijadala ya bungeni. Aliingia shuleni, alitoa taulo za kike kwa wanafunzi ili kupunguza changamoto ya hedhi salama na kuwafanya wasikose masomo. Aliamini kuwa binti wa leo ndiye mama wa kesho na mama bora hujengwa shuleni. Mimi kama mwanamke nimeona vyema nifike hapa niweze kuongea na nyinyi, tusalimiane na kuwapongeza kwa namna ambavyo mmeendelea kutupa heshima sisi kama wazazi wenu. Lakini pia nimeenda mbali zaidi. Nikasema sitaenda hivi. Watoto wa kike wanatumia taulo za kike. Kama mnavyoona hapa, taulo hizi za kike ni hizi hapa. Kwa hiyo pindi unapopata tatizo unamuona mwalimu wa malezi anakusaidia. Tunaelewana? Tunaelewana watoto wazuri? Katika ujenzi wa Umoja wa Wanawake wa Tanzania UWT mkoa wa Geita, alijitosa kwa moyo wote. Alisaidia UWT kwa kutoa vifaa vya kazi katika ofisi zote za mkoa huo ndani ya wilaya 5. Si hayo tu, kila wilaya ilipewa simu janja kuongeza mawasiliano na ufanisi. Na kilele chake kilikuwa ni ujenzi wa nyumba ya katibu wa UWT mkoa wa Geita, ambapo yeye pamoja na viongozi wengine akiwemo mkuu wa mkoa wa Geita Mheshimiwa Martin Shigera walichangia shilingi milioni 20, fedha zilizowezesha nyumba hiyo kusimama kama kumbukumbu ya mshikamano na uongozi bora. 24 mwezi wa pili 2024 ulikabidhi TV 2 na vingamuzi vyake kwenye ofisi ya CCM ya mkoa, TV 1 na kingamuzi chake katika ofisi ya UWT mkoa na ofisi za kila wilaya TV 1 na kingamuzi chake. Tarehe 3 mwezi wa 7 2024 ulikabidhi kompyuta 1 na printer 1 kwa kila wilaya. Tarehe 27 mwezi wa 5 2024 ulikabidhi simu za kusajili wanachama wa UWT kwenye mfumo, kila wilaya simu 1, jumla simu 5. Aidha, mafanikio ndani ya UWT yametokana pia na jitihada zako. Hongera sana. Kutokana na mchango wako mkubwa, UWT tunakupongeza kwa dhati kwa namna unavyojitoa kuimarisha UWT. Hakika tutauenzi mchango wako.
Mwenyezi Mungu akupe afya njema na kuimarisha katika majukumu yako. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Hati hii imetolewa leo tarehe 4 mwezi wa 7 2024, imesainiwa na Rodesi ya Masere Bukwimba, mwenyekiti wa UWT wa mkoa, pamoja na Habiba Msimu, katibu wa. Kwa kweli msukumo ambao tumeupata mpaka kufikia hatua tunampa hati ya pongezi Mheshimiwa Rose Busiga ni pamoja na ushirikiano mkubwa alionao katika mkoa wetu wa Geita kwa wanawake. Tunamwona Mheshimiwa Busiga toka amekuwa madarakani haja tuacha wakina mama. Tunaye mheshimiwa bega kwa bega kwa kila jambo, kwa kila kazi, kila hatua tunayoipitia mkoa wetu wa Geita, bado tunapomshirikisha hajatuacha nyuma. Mwisho wa siku imefikia mahala tukaona tuna haki ya kumpa pongezi kwa mazuri, kwa sababu mtoto anapofanya vizuri lazima tumpe nguvu, tumtie moyo ili asikate tamaa, endelee kukazana, na tunaendelea kumuombea sana. Ahadi ziligeuka kuwa matunda. Mheshimiwa Busiga si mbunge wa ahadi za kwenye jukwaa na kusahaulika kesho. Aliahidi na alitimiza. Miongoni mwa ndoto zake kubwa ilikuwa ni kuwapeleka wanawake wa mkoa wa Geita jijini Dodoma kujifunza shughuli za bunge kwa macho yao wenyewe, na kweli ndoto hiyo iligeuka kuwa halisi. Wengi wao waliketi kwenye majukwaa ya wageni, wakaona bunge likijadili, wakamsikia mbunge wao akizungumza kwao. Haikuwa ndoto tena, bali ilikuwa ni historia. Rose, hatuna cha kukupa. Unavyosema wewe unatupenda, hata sisi tunakupenda. Kwa mfano mimi, tangu niingie kuwa katibu wa UWT hii awamu ya 3, tuna wabunge wengi walipita, lakini Rose, wewe mbunge awamu ya kwanza, mimi mwenyewe sijawahi kufika Dodoma, umenifikisha wewe mama mtoto wangu. Ni mtoto gani ambaye nimchukie anayemjali mzazi wake? Nilikuwa sijafika Dodoma. Labda mwenyekiti alikuwa amefika kwa yeye ni mwenyekiti, lakini wengine tulikuwa hatujafika. Uongo? Jamani, tumpe nini huyu mtoto wetu huyu, tumpe nini Wanambogwe? Tumpe ile haki yake. Haki yake. Na haki yake tuiombe kwa Mwenyezi Mungu. Mimi kwenye uongozi wangu nilisema kila mtu kwangu ninampenda. Upendo nitakao kupa wewe na ndio nitakao mpa huyu, na ndio nitakao mpa huyu, na ndio nitakaye mpa huyu. Sijawahi kutofautiana hata siku hii. Nyinyi wenyewe ni wazazi wangu. Nimetoa simu hapa, wilaya ile nimewapa simu, wilaya hii nimewapa simu, kila mahali nimetoa hivyo hivyo. Sasa nikipendelea hapa nikakupa simu, halafu wilaya nyingine aba mama sango bakasaya kabatukubani bibo wela. Kwa hiyo nimeendelea kufanya hivyo. Na kwa hilo UWT mkoa wa Geita walimvisha taji la heshima, wakamtunuku cheti cha pongezi. Hakika ukitaka kujua kipimo cha kiongozi bora, angalia namna anavyotendewa na waliompa dhamana. Pongezi kwa mama wa taifa, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika harakati zake, Mheshimiwa Busiga hakusahau kutoa heshima kwa viongozi wa juu walioweka mazingira bora ya kutekeleza majukumu ya wabunge. Kwa moyo wa shukrani na fahari, aeleza pongezi za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake imara na wa mfano. Alimtaja Rais Samia kuwa ni mwanamke jasiri, mwenye dira na moyo wa dhati kwa taifa lake, hasa kwa miradi mikubwa ya kimkakati iliyotekelezwa kipindi cha uongozi wake. Miongoni mwa miradi hiyo ni pamoja na mradi mkubwa wa umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere unaoahidi kulipatia taifa umeme wa uhakika, ujenzi wa reli ya kisasa ya mwendo kasi SGR ambayo ni kiini cha maendeleo ya uchumi wa viwanda, pamoja na daraja la Mwanza Kigongo Busisi ambalo sasa linaunganisha mikoa kwa urahisi na kuharakisha biashara, huduma na maendeleo kwa wananchi. Mheshimiwa Spika,
nina mambo mawili tu machache. Mwaka jana, Mheshimiwa Spika, nilisimama nikachangia hapa, nikazungumzia bwawa la Mwalimu Nyerere. Wakati huo nilitamani kuingia na kile kipimo ambacho kilikuwa kinaonyesha, maana niliangalia kilikuwa kinaonyesha mafundi wako kazini, mafundi wanachapa kazi. Lakini leo nimesimama, Mheshimiwa Spika, kuishukuru serikali yangu ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Ninavyoongea hivi, bwawa la Mwalimu Nyerere limeshakamilika. Na ninavyoongea hivi, lina uwezo wa kuzalisha megawati 2115. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Ifike mahali wa Tanzania tuambiane ukweli. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Daktari Samia ameendelea kufanya kazi kubwa katika nchi hii. Niwaombe wa Tanzania, ifikapo 2025, na ndio tuko sasa hivi Oktoba, twendeni tukamuunge mkono Daktari Samia Suluhu Hassan. Niwaulize ndugu zangu, ni nani aliyewahi kumchukia mzazi wake? Mtu mmoja asimame aniambie ni nani ambaye amewahi kumchukia mzazi wake. Kila mtu anampenda mzazi wake. Ndivyo ambavyo Mheshimiwa Rais amesimama kama sisi watoto wake wote kuendelea kutulea na kututunza. Mheshimiwa Spika, ninasema katika vilindi vya moyo wangu, na wewe Mheshimiwa Spika unanifahamu vizuri, mdogo wako, huwa sifichi. Ndivyo ninavyosema. Ifike mahali watu wanaotaka kutugawa tuwakemee kabisa, washindwe. Sisi tusonge mbele, taifa letu liwe la mfano na tumtangulize Mungu. Mheshimiwa Spika, ninavyoongea hivi, kwenye mkoa wangu wa Geita, ufikishaji wa umeme kwenye mkoa wangu, wilaya zangu zote 5, ni 99.9, sawa sawa na 100%. Mheshimiwa Spika, nisiposema nitasemea wapi? Mheshimiwa Spika, ninampongeza sana Naibu Waziri Mkuu. Naibu Waziri Mkuu, umefanya kazi kubwa ya kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa mtazamo wa Mheshimiwa Busiga, kazi nzuri ya Rais Samia ni ishara kwamba uongozi bora hauna jinsia na kuwa wanawake wakipewa nafasi wanaweza kufanya maajabu. Kwa hiyo katika kila hatua ya uwakilishi wake amekuwa mstari wa mbele kuunga mkono juhudi za rais na kuhakikisha mabadiliko chanya yanaofikia hata walioko vijijini. Mvua yenye baraka, upepo usio na dhuruba, kama mti ulioota katika udongo wenye rutuba, ndivyo alivyojidhihirishia Mheshimiwa Rose Vincent Busiga katika kipindi chake cha ubunge. Ameacha alama si kwa sauti yake tu, bali kwa matendo yake, kwa vitendo vyake, kwa nyuso zilizotabasamu kwa sababu yake. Katika siasa kuna kelele, lakini kwenye uongozi wake kulisikika nyimbo za matumaini. Alichagua kuwa dari ya wanawake wa Geita, kivuli cha watoto wa kike na sauti ya walioko pembezoni. Kwa walioona kazi yake, wanatamani muda urudi nyuma au kesho ifike haraka ili aendelee kuongoza tena. Kama msemo wa Kiswahili unavyosema, mti wenye matunda ndio upigwa mawe, basi mawe aliyopigwa ni ushahidi kuwa matunda ya kazi yake yalikuwa matamu. Mheshimiwa Busiga alisimama kama mwamba, na hadi leo jina lake linasikika kama wimbo wa shukrani kutoka kwa Geita hadi Dodoma.